Karibu tena katika darasa la mahusiano, na leo katika mahusiano tunaenda kuangalia aina ya watu ambao kama umekutana nao alafu mkaachana, kisha kesho anarudi tena anakuambia nahitaji turudiane, basi usije ukakubali kurudiana na mtu wa namna hiyo kwa njia yoyote ile. Kwa nini? Kwa sababu kuna wakati unaweza ukakutana na mtu ukampenda sana katika moyo wako wote na ukaona huyu ndio mtu sahihi katika maisha yangu, lakini baadaye anakupiga matukio, unaumia sana, anaondoka. Kesho yake anarudi tena anakwambia nahitaji turudiane. Sasa ukiangalia bado moyo wako unampenda, unabaki katika sintofahamu. Je, kwa haya ambayo ameyafanya nirudiane naye au nimpotezee? Sasa kuna mambo matano hapa. Kama aliwahi kukufanyia haya, basi anaporudi mwambie nimekusamehe, lakini siwezi kurudiana na wewe. Jambo la kwanza, mmetengana zaidi ya miezi 6 alafu ndipo anarudi. Hata kama bado unampenda, lakini kama imepita miezi 6, hakuna mawasiliano, hakuna kuonana, hakuna ukaribu, hakuna kuombana msamaha, miezi 6 hadi mwaka ikapita, basi anaporudi akakwambia nimekusamehe, unatakiwa ujiulize maswali mengi sana. Amefuata nini kwa sasa? Je, yale makosa ambayo yalifanya tuachane kwa sasa yapo au hayapo? Lakini kwa nini nirudiane? Jiulize maswali mengi, lakini mwisho wa siku jibu lako liwe hapana, nimekusamehe na nilikusamehe, lakini siwezi kuendelea kuwa na wewe. Kwa sababu gani? Kwa sababu wakati mwingine ex wako anakuja kumalizia kazi ambayo aliiacha. Hii iko sana. Umeachana na mtu mliumizana sana, ukalia sana, mkaachana, lakini alipoondoka akaja kuona mbona huyu mtu bado anaendelea kufanikiwa, huyu mtu mbona bado ana furaha. Sasa anarudi kuweza kumaliza vile vitu ambavyo aliviacha. Unaweza kaya anakuja kwako anakugea gonjwa ambalo halina tiba, alafu anaondoka. Kwa hivyo ikiwezekana huyo mtu acha aondoke moja kwa moja. Lakini jambo la pili, ulikuwa naye katika mahusiano, mkapendana, akakupatia ujauzito. Baada ya ujauzito akasema hii mimba sio yangu, wala sitaki tena mahusiano na wewe kwa sababu ya huo ujauzito, akakutelekeza. Ukahangaika kulea mimba mwenyewe maskini, ukapata sponsor pale, kijana watu akawa nakusaidia kuweza kulea hiyo mimba hadi ukaweza kujifungua salama. Baada ya kujifungua, yule kijana yuko na wewe, anakutunza wewe na mtoto wako. Mtoto anakuwa sasa kafikisha miaka 2 au 3, jamaa anakuja. Anapokuja kwako anakwambia unajua, nilikosea sana mke wangu, lakini bado nakupenda, nahitaji uje kwangu tuweze kulea huyo mtoto wetu. Kuna wanawake wapumbavu wanafanya maamuzi ya kijinga ya kurudiana na mtu aina hii. Nikwambia dada yangu, hautaenda kupata amani kwa huyo mtu hata siku moja. Utakachoenda kuvuna huko ni yale yale, hata badilika kamwe. Utaenda kuumizwa, utaenda kupigwa, utaenda kunyanyaswa. Mwisho wa siku atabeba mtoto wake, atakuacha na huzuni yako. Lakini kwa nini ufike huko? Kataa wahuni. Kuna watu unatakiwa uwasamehe na kusema sitaweza kurudiana na wewe tena. Kwa hii ni aina ya pili. Lakini aina ya tatu, upo katika ndoa, binti umekutana na mwanamume, mkapendana, mkaingia katika ndoa, lakini mara baada ya kuolewa anakuja yule ex wako ambaye ulikuwa unampenda sana tangia mpo shule za msingi kule hadi sekondari. Basi anapofika anasema bwana, mpenzi wangu, mimi nimerudi. Kwa kurudi huku nahitaji turudiane. Si unajua tena moyo wangu bado nakupenda. Je, unasemaje? Na ukiangalia ndio mwanamume ambaye alikutoa bikira yako, usichana wako,
ndio akakuonjesha ladha ya mapenzi, na of course ulikuwa unampenda sana kuliko kitu chochote kile. Sasa hapa unakuwa katika sintofahamu. Je, nikubali au nikatae? Baadaye kama utakuwa sio mtu wa imani, shetani anaweza akakushawishi ukarudi kwa jamaa, ukaendelea kuziniwa naye, na mwisho wa siku ndoa inavunjika, kwa sababu shetani hapendi kukuona wewe ukipita katika njia sahihi. Na ndio maana unapoelekea uelekeo fulani mzuri, basi shetani anakuletea mtu wa kuweza kukutoa katika eneo hilo. So usije ukakubali kurudiana na ex wa aina hiyo. Lakini jambo la 4, mliweza kuachana na mtu fulani hivi, of course ulikuwa unampenda sana, tena huyu mtu mliweza kufika mbali kweli, mkatambulishana, mkafanya mambo mengi, mkafanya sana uzinifu, ikabakia ndoa tu, lakini ikaja kutokea sintofahamu, mkagombana na ugomvi ule ukapelekea mkaachana. Mlipoachana ukalia sana, yani ukalia vya kutosha. Baadaye ukasema nimeshalia sana, sasa inachotakiwa nianze maisha mapya, kila kitu kiweze kuendelea. Basi ukajifunga mkanda wa kumsamehe na kumsahau huyo mtu, na kweli ukawabize na maisha, marafiki, kutafuta pesa na vitu kama vile, na ikafikia hatua sasa umeanza kumsahau kabisa na ukajenga mahusiano mapya au kuwa tuna marafiki wa kawaida, lakini yule mtu katika kichwa chake tayari alikuwa ameshaondoka. Lakini mara baada ya kumsahau mtu huyo na kuanza maisha mapya, ndio kanarudi. Yaani shetani anajua kucheza na akili za watu. Umeshamsahau, alafu jamaa ndio anarudi. Anaporudi kwako anakuita, anakuambia bwana, mimi nakupenda, tulikoseana ndio, lakini nahitaji tuendelee tena, please, kama inawezekana, hebu tusameheane na tuendelee pale ambapo tumeishia. Sasa dada unaanza kujiuliza, au kaka unaanza kujiuliza, huyu mwanamke nirudiane naye au ikoje? Sasa hapo ujue unachezewa akili na shetani, kwa sababu tayari ulikuwa umeshatoka katika mikono salama. Kaona huyu mtu mbona sasa hivi hafanyi uzinifu, huyu mtu sasa hivi mbona haudanganyi, huyu mtu sasa hivi mbona hafanyi dhambi hizi na hizi, anataka akurudishe kule ambako umetoka. Kifupi, usije ukamkubalia mtu wa namna hiyo, iwe mwanamke au mwanamme. Kama umeshaanza kumsahau, msahau moja kwa moja. Akirudi mwambie, ndugu, habari zangu mimi na wewe zimeshaisha, kila mmoja aende kutafuta maisha yake. Lakini mwisho kabisa ni ule ambaye mlitengana kwa sababu alikuona hauna kitu, lakini baadaye, baada ya kusikia bwana jamaa amepata kazi nzuri, asa hivi ni bosi, ndipo pale anakuja sasa, anakwambia bwana, nahitaji turudiane, najua bado unanipenda na mimi niko tayari kuwa na wewe. Ndugu yangu, huo ni mtego wa shetani. Kwa hiyo baba, kama huyo mwanamke alikuacha kwa sababu ulikuwa huna hela, hata unapopata kazi na ukawa bilionea, tafuta mwanamke mwingine na sio kurudi kwa huyo mwanamke. Unaweza ukamrudia huyo mtu, ukapata mikosi, ukafukuzwa kazi, ukarudi kule kule ambako ulikuwa. Watu wengi sana wanafeli maisha kwa sababu ya visa vya aina hii. Kwa hivyo kama alikuacha kwa sababu hauna mafanikio, basi unapofanikiwa haina haja ya kurudiana na mtu wa aina hiyo. Kwa kusema haya, asanteni sana kwa kunisikiliza, na kwa wewe ambaye umetenga dakika zako hizi 9 kunisikiliza, basi kuna kitu fulani utakuwa umekipata. Asanteni, lakini kubwa, usisahau tu kusubscribe katika chaneli hii, lengo uwe wa kwanza kuweza kupata kila dondoo ya mahusiano na afya ambayo nitakuwa naziweka hapa.